Wimbo. Nyimbo bwana. Na story ndefu sana brother. Ntukuze. Na story ndefu sana. Ilikuwaje kuambia story kuta ABC? Yaani nikatoka hapa nikaenda hapa mkono ya nyimbo. Kuna blaza nilikutana naye kwenye njia za kupita hivi, nikakutana naye. Nikamwambia bwana mimi naimba. Alikuwa ni yule tulikutana tu sehemu tumekaa, akamwambia mimi naimba. Kaniambia okay, nitakuunganisha na mtu fulani. Siwezi kumtaja. Sawa. Sasa nitakuunganisha na mtu fulani sababu yule mtu anajuana na wasanii mbalimbali. Unaona? Nikasema tashukuru sana brother. Tukapeana namba pale. Kusema kweli yule brother kuwa mbaya alifanya kile alichokiongea pale. Aliniunganisha na yule mtu. Ni mtu mkubwa. Ni mtu mkubwa sana. Yeye sio mwanamuziki. Yule mtu aliniunganisha naye. Ila ni mtu mkubwa. Nikisema ni mtu mkubwa nasema naelewa. Kwa hiyo yule mtu anajuana na wasanii, anajuana na producer wakubwa. Unaona, akaniunganisha na studio moja Kimambo Endeza Beat. Kimambo. Kaniambia kijana wangu yule inabidi aje studio para afanye ngoma. Basi siku kafika. Simu ikapigwa nikaenda pale kwa Kimambo. Basi nikamkuta producer wake, sikumkuta Kimambo mwenyewe. Nikamkuta producer wake anaitwa Meki hiyo. Basi kaniambia naimba, akasema yeye naimba. Akasema okay, naweza kanisikilizisha nyimbo ambayo umefanya. Kanisikilizisha mwaka gani? Mwaka jana. Mwaka juzi. Basi kanisikilizisha nyimbo mbili zote akazikubali. Akasema uko vizuri. Kampigia yule mtu ambaye ameniunganisha pale studio. Akasema kijana yuko poa. Basi moyoni kaenjoy, nikafurahi. Anajua ni Mungu tu fulani aliyokuwa nayo pale. Nilifurahi sana kwa sababu sikuwahi kufika kwenye studio kama ile. Sikuwahi. Sawa. Unaona, nilikuwa naona watu naimba wanakuja pale, nimekaa. Nilikuwa na enjoy sana kuona kwanza. Basi nikamwambia na nyimbo ambazo nimeandika. Lakini akaniambia hamna. Nitakupa nyimbo ambayo utaenda kuikalili afu japo imbe kama ilivyo. Akasema sawa. Akasema lakini na mimi naandika vizuri. Akaniambia kwa sasa hivi muziki wa sasa hivi unahitaji kusoma, ufanye kitu